makubwa sana sana ni figo. Unasema kwamba? Mashallah. Kuna mama mmoja yuko nanilikia Bakari huko, na mdogo wangu ameolewa kule. Katika kwenda kumtembelea walienda kama washiriki, baadaye akawaeleza changamoto anazozipitia. Sasa mdogo wangu akanipigia akaniambia kuna mama mmoja hivi na hivi na hivi. Nikaambia mimi hadi anafuatilia kuna masomo ya dokta wangu mmoja, kama inawezekana tengenezee dawa hii na hii. Ulifundisha kuhusu nanilia nyanya chungu, nyanya tole ya figo, kwa ajili ya figo, nakumbuka. Nikamwelekeza nikaambia nanili mpatie, maana alikuwa na hali mbaya. Hiyo ya figo, yani alivyopimwa aliambiwa figo zimefeli. Yani alipoenda hospitali ya kwanza aliambiwa figo zake zimeoza. Alipoenda hospitali ya pili wakamwambia figo zake zimefeli. Kwa hiyo akawa amepewa pale madawa. Nadhani labda zitakuwa zimefeli kwa sababu alikuwa anatumia sana dawa ya kisukari muda mrefu, miaka kama 13 hivi. Sasa baada ya hapo nikamwambia kama atakubali mtengenezewe mwenyewe hiyo dawa umpelekee akatumie, nitamsaidia. Mdogo wangu akawa anasema nyanya chungu tu, majani ya nyanya chungu. Nikaambia majani hayo mimi nilisoma tu kwa dokta wangu mmoja, waga naona watu wanarudisha majibu. Wanatoa ushuhuda, mtu amepona hiki, mtu amepona hiki. Nikamwambia kwa sababu umelima nyanya chungu hapo nyumbani za kula, hazina hata dawa, basi hayo majani. Ametumia kama wiki 2. Baada ya hapo akawa amepata nafasi ya kwenda kupima, lakini kabla hajaenda alikuwa na kisukari pia, kama nilivyokuambia. Alikuwa halali usiku, maumivu makali. Basi nikamwambia pia kuna dawa ya nanili majani ya mwembe, kama anaweza pia atumie. Dawa moja hatari kwa kisukari. Akaanza kutumia. Kwanza kuishi anatabasamu, anasema anapata usingizi mzuri, maana alikuwa halali sawi ya maumivu. Lakini pili, figo alikuwa anasema akikojoa anakojoa povu jingi, yani kama la sabuni. Amesema yani limepungua sana. Kwa hiyo alivyopata fursa alikuja Bugando huku kupima. Akaambiwa sukari ilikuwa na 16 lakini imeshuka na 12. Lakini pia figo alivyompima tena akaambiwa ndo zimeanza kufanyaje, yani kuharibika. Yani badala kwamba zilishaoza ndo zimeanza kuharibika. Mimi nikafurahi, nikasema yani katika kutoka kwenye kuharibika na kuoza, ina maana ndo zimeanza, na maana hiyo dawa imeanza kumpa hatua ya kurudi kwenye hali ya kawaida. Ilikuwa muda gani ametumia? Ametumia kwa muda mrefu, ni kama wiki 2 hivi, wiki 3. Kwa sababu tatizo sugu inabidi mtu atumie muda mrefu, hata miezi, hata mwezi anaweza kutumia. Yeye bado anatumia, ila kwa sababu alitaka kuja kuangalia sukari yake. Akapima kwa hiyo akaona apime vyote aone kwamba hiyo dawa anayo, maana alivyoanza tu kuwa anakojoa ile povu lishapungua sana. Kwa hiyo alitaka pia apime hiyo figo aone, je, hizi figo zangu dawa anayotumia si lazima ujihakikishie. Akaambiwa ndio zimeanza kuharibika. Kwa hiyo bado anaendelea kutumia kama kawaida hiyo dawa. Sasa mimi nikasema lazima nishare wewe. Ukitoka huko uje uvue nguo, lazima nishare na daktari wangu nimwambie kwa kweli dawa zake zinafanya kazi vizuri, lakini pia
Lakini lakini pia yeye mama alivyoahidi yule bibi alisema kwamba yani endapo akipona kabisa hasa hayo magonjwa mawili, maana hayo magonjwa mawili na uric acid anasumbuka, lakini mimi nimwambia sijui dawa. Mimi nifuatilia tu hizo dawa. Uric acid nitamuelekeza dawa zipo. Akasema kwamba akipona, yani kwa sababu wewe hakujui, alimwambia tu mdogo wangu kwamba akipona atampa zawadi nzuri. Sasa ukiangalia ni magonjwa makubwa yanakula gharama. Sasa mimi nikamwambia mdogo wangu kwamba sio siku yeye, kwa sababu ameanza kujisikia vizuri na anatabasamu na magonjwa yameanza kupunguza makali. Akipona basi sisi hiyo zawadi tutampa aliyetoa masomo. Maana sisi tumeelekeza tu. Lakini lazima tutoe shukrani kwa yule aliyetoa masomo, maana ni dawa za kawaida ambazo kila mtu anazo nyumbani. Lakini zimemtoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Na sasa hivi anaweza akatembea. Yaani umbali wa kutoka, mfano hiyo siku amesema alitembea dakika 45. Mwanzoni alikuwa atembea. Mwanzoni alikuwa hawezi kutembea. Mwanzoni alikuwa hawezi kutembea. Lakini sasa hivi anatembea. Yaani huyo alitembea dakika 45. Kwenda na kurudi dakika 45 hadi 45. Hebu niambie, kwa kutembea tu. Tena alikuwa amefurahi kweli, anasema nataka leo nitembee maana nimepata nafuu. Umesema yeye ni wa wapi? Wa Mwanza? Yeye anaishi Kiabakari. Ndo wapi? Kiabakari. Ndo wapi? Ni Msoma huko. Msoma. Ni Msoma huko, kama unaelekea Msoma mjini. Ndo anakaa huko. Sasa mdogo wangu mimi waga yuko huko, aliolewa huko. Unasikia? Kwanza Mungu ni mwema. Kabisa. Tunashukuru kwa uponyaji unaoendelea. Umwambie asitumie kwa muda mfupi, kwa sababu kadiri tatizo linavyokuwa sugu ndivyo anatakiwa atumie dawa kwa muda mrefu. Yeye aende hata mwezi mzima. Anakuwa anapima walau hata baada ya wiki 3 au 2, anaangalia maendeleo yake. Mungu ni mwema, atamuweka huru mbali na tatizo lake. Uzuri dawa zenyewe sio chungu. Kwa mateso aliyoyapitia sidhani kama anaweza. Hata kama ni chungu, ukiwa unauma unatumia tu. Watu tunakunywa 40 na Aruvera. Haya, Sabato njema. Sasa unaniaga mapema jamani. Kwani nimekuaga? Mimi sina kutakia Sabato njema.